Mathayo 7:21, si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Umeona? Tatu, ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua nyinyi kamwe, ondokeni kwangu nyinyi mtendao maovu. Sasa Yesu anatuweka clear kwamba watu watamwambia siku ile, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, kwa jina lako hatukutoa pepo, kwa jina lako tulifanya miujiza. Ila Yesu ataambia, ondokeni, sikuwajua nyinyi, hamkufanya mapenzi ya Baba yangu. Rehema na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo ziwe pamoja nawe popote pale ulipo. Karibu sana katika siku ya leo. Nimependa tujifunze somo moja zuri ambalo naamini litakusaidia na kuongezea maarifa kwa namna moja au nyingine. Somo linasema upako na miujiza, au upako, miujiza na ishara sio tiketi ya wewe kwenda mbinguni. Kwa sababu kuna baadhi ya watumishi, nadhani mwenyewe unaweza kuwa ni shahidi kwamba kuna baadhi ya watu wanafanya miujiza, wanafanya ishara kubwa, lakini matendo yao hayaendani sawasawa na neno la Mungu. Kwa hiyo kuna watu wanakuwa wanadhani kwamba kutokana na zile ishara au miujiza vitawasaidia wao kuweza kuurithi uzima wa milele. Sasa tuanze na kuzielezea kidogo hizi karama za Roho. Tuanze na kitabu cha Wakorinto wa pili, Wakorinto wa pili ile sura ya 12, Wakorinto wa kwanza sura ya 12 na ule mstari wa kwanza, ambapo mtumishi wa Mungu amezielezea hizi karama za Roho. Wakorinto wa pili sura ya 12 mstari wa 4, Biblia inasema, basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule yule atendaye kazi zote katika wote. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufidiana. Jambo la kwanza, hizi karama sio za mtu binafsi, bali hizi karama ni za Roho. Kwa hiyo Bwana anampa kila mmoja karama yake kwa kusudi fulani. Ndio maana wengine wamepewa unabii, kipawa cha utume, uchungaji, ualimu, uinjilisti. Sasa hivi vipawa vikija kuungana vyote, ndipo vinakuwa vinakamilisha ule mwili wa Kristo uweze kujengwa. Biblia inasema, maana mtu mmoja apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa, apendavyo Roho yeye yule, mwingine imani katika Roho yeye yule, na mwingine karama za kuponya katika Roho yule mmoja, na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, na mwingine kupambanua aina za lugha, na mwingine tafasiri za lugha. Lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja, yeye akimwagia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nimeanza na hizi karama za Roho kwa sababu kuna baadhi ya watumishi wana hivi vipawa ambavyo Mungu amewapa. Sasa kutokana na hivi vipawa unakuta watu kweli wanafanya miujiza, wanafanya ishara zinaonekana, watu wanatabiri mambo na mambo yanatokea. Sasa wanakuwa wanadhani kwamba hiyo ndiyo tiketi ya wao kwenda mbinguni, lakini kimsingi hapana, kwa sababu hivi vipawa, hii ni zawadi ambayo Mungu anakuwa amempatia mtu, na Mungu anapokupatia hii zawadi anakuwa hajutii. Kwa hiyo Mungu anakuwa hajutii. Mtu anaweza kweli akafanya ishara, akafanya miujiza, lakini jina lake mbinguni lisiwepo. Ndio maana siku moja Yesu akawaambia wanafunzi wake katika ile Luka sura ya 10, akawaambia, msifurahie kwa kuwa pepo wanawatii, bali furahini kwa kuwa majina yenu yameandikwa katika kitabu cha uzima kule mbinguni. Sasa watu wengi wanajisahau, wanafanya ishara, wanafanya miujiza, wanadhani kwamba hiyo ndiyo tiketi ya kwenda mbinguni, na kwamba wanaishi katika maisha ambayo siyo ya utauwa. Sasa kitu cha kuzingatia kwamba Mungu hajutii kumpa mtu hizi karama. Tusome kitabu cha
Warumi sura ya 11 na ule mstari wa 29. Warumi 11 mstari wa 29, Biblia inasema, kwa sababu karama za Mungu hazina majuto wala mwito wake. Kumbe karama za Mungu hazina majuto. Tukisoma katika Biblia ya Amplifier na kuwekea katika screen, imetumia neno irrevocable. Yaani ni kwamba kitu ambacho hakijutii. Maanake Mungu anaweza akakupa karama, sasa wewe unaweza ukaitumia vibaya au ukaitumia vizuri, lakini yeye Mungu asiwe na majuto. Ni sawasawa, unaweza ukachukua kitu au zawadi ukampa mtu, na yule mtu ana ile zawadi anaweza akaifanyia vyovyote anavyotaka, aidha akaitumia au akaitupa. Manake wewe unakuwa hauna majuto. Sasa hizi karama za Mungu hazina majuto, manake Mungu anaweza akakupa kipawa fulani na wewe ukakitumia vizuri au ukakitumia vibaya. Nadhani wewe ni shahidi, kuna watumishi wa Mungu tunawaona, wengine tunaangalia katika social media, wanafanya ishara lakini bado wanaishi maisha machafu, maisha ya zinaa, wanakunywa pombe. Lakini wakiwa katika ile makusanyiko, mtu anaweza akatabiri na kweli kitu kikatokea, au akafanya muujiza. Sasa mpaka ukabaki unashangaa, mbona huyu tunajua kabisa ana matendo machafu? Sasa naomba nikutakafarisha kidogo, tuangalie katika Agano la Kale habari za mtumishi wa Mungu Samsoni. Tusome kitabu cha Waamuzi. Tusome kitabu cha Waamuzi sura ya 16 na ule mstari wa 1 mpaka wa 4. Nadhani wote tunafahamu kwa habari ya Samsoni kwamba Samsoni alikuwa ni mnaziri wa Mungu, alipakwa mafuta ili aje kuwa mtetezi katika taifa la Israeli. Na Samsoni kwamba alifanya ishara na miujiza. Mfano, Samsoni alishawahi kuua watu 1000 kwa kutumia taa ya punda. Kumbuka alikuwa anapigana na watu ni mafunzo ya kijeshi, walikuwa na mikuki, walikuwa na mapanga, walikuwa na zile ngao, lakini yeye alikuwa na ile taa ya punda, na Bwana alimuongoza kweli. Samsoni aliweza kuangamiza watu 1000. Huo ni muujiza, sio jambo la kawaida. Lakini pia Samsoni alishawahi kumuua simba. Nadhani tunamfahamu simba akiunguruma hapa, mziki wake unatisha. Ila Samsoni alimuua simba kwa mikono yake, akawa akamchana mdomo. Lakini pia Samsoni alishawahi kuchukua mbweha, akawakamata, akawafunga mikia, akawasha moto, wale mbweha wakaingia katika shamba la ngano, wakaunguza mazao. Sasa huyu mtu alikuwa anaishi maisha ya dhambi, alikuwa anaishi maisha ya zinaa, lakini bado alikuwa anafanya hii miujiza. Ndio kwamba Mungu hajutii kumpa mtu karama. Waamuzi sura ya 16 mstari wa 1 hadi wa 4, Biblia inasema, Samsoni akaenda Gaza, akaonana huko na mwanamke kahaba, akaingia kwake. Umeona? Watu wa Gaza wakaambiwa ya kwamba huyo Samsoni amekuja huku. Wakamzingira, wakamvizia usiku kucha penye lango la mji, wakanyamaza kimya usiku kucha, wakisema, na tumngojee mpaka mapambazuko ndipo tutakapomuua. Maana Samsoni alikuwa ni mnaziri wa Mungu, alikuwa na nguvu, lakini bado alikuwa na tabia ya kufanya zinaa. Sasa ukiendelea mstari wa 3 kwamba walikuwa wamepanga waweze kumuua, lakini nini kilitokea? Biblia inasema mstari wa 3, basi Samsoni akalala hata usiku wa 8, akaondoka katikati ya usiku, akaishika milango ya lango la mji na mimo yake miwili, akaing'oa pamoja na komeo yake, akajitwika mabegani, akavichukua hata kilele cha mlima ule unaokabili Hebroni. Sasa ametoka kufanya dhambi ya uasherati, lakini bado anainuka na zile nguvu ambazo Mungu amempa. Yaani ninachojaribu kulenga kwamba mtu anaweza akawa anafanya ishara au miujiza, lakini jina lake lisiwepo mbinguni. Ndio maana kichwa nikasema ishara na miujiza sio tiketi ya wewe kwenda mbinguni. Kwa Samsoni ametoka kufanya dhambi, lakini bado alipoinuka alikuwa na zile nguvu ambazo Mungu alimpa.
Biblia inasema kwamba alikamata ile milango miwili na miimo akaipandisha juu. Ndio maana katika Warumi ile Warumi 11:29 kwamba Mungu anasema kwamba karama za Mungu hazina majuto. Katika Amplifier ametumia neno irrevocable, yani kwamba ni kitu ambacho hakina majuto. Sasa ningependa tufahamu ya kwamba, au kabla ya kwenda mbele tuongezee pia katika Agano Jipya, maana nimetoa mfano wa Samsoni na wapo watumishi wengi. Tuje sasa katika Agano Jipya tunamwona mtumishi wa Mungu Yuda. Hem, tusome kitabu cha Mathayo sura ya 10. Kitabu cha Mathayo sura ya 10 na ule mstari wa kwanza. Biblia inasema Yesu akawaita wanafunzi wake 12 akawapa amri juu ya pepo wachafu wawatoe na kupoza magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Sasa kwamba Yesu alipoita wanafunzi wote, kumbuka na Yuda Iskariote naye pia alikuwepo, ila Yesu aliwapa uweza wote, na kweli wote waliingia mtaani wakafanya majukumu ambayo Yesu aliwapa, na waliporudi wote kwa pamoja alisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Lakini Yesu aliwaambiaje? Msifurahie kwa kuwa pepo wanawatii, ila furahini kwa kuwa majina yenu yameandikwa wapi? Mbinguni. Kwa kumbe mimi na wewe tunaweza tunafanya ishara, tunaombea pepo toka kwa jina la Yesu na pepo likatoka, au na mtu akafunguliwa, lakini majina yetu yasiwe mbinguni. Sasa mtumishi wa Mungu Yohana anaripoti kwamba Yuda alikuwa ana tabia chafu. Yuda alikuwa na tabia za wizi, japo alikuwa akifanya ishara na miujiza. Kwa nini? Mungu hajutii kutoa karama. Sasa mtumishi wa Mungu anazidi kuripoti, mtumishi wa Mungu Yohana sura ya 12 na ule mstari, tuanzie tu ule mstari wa 4. Biblia inasema hivi, Yohana 12 mstari wa 4, basi Yuda Iskariote mmojawapo wa wanafunzi wake ambaye ndiye atakayemsaliti akasema, mbona marhamu hii haikuuzwa kwa dinari 300 wakapewa maskini? Naye alisema hayo si kwa kuwahurumia maskini, bali kwa kuwa alikuwa ni mwivi. Mungu atusaidie. Kwa hiyo tunaona kwamba ni yule mwanamke alipochukua ile marhamu ameipaka miguuni. Sasa ndipo Yuda anasema, hii marhamu inauzwa dinari 300. Kwa nini tusinunue? Kwa nini tusiende kuiuza tukawasaidie maskini? Lakini Yohana anaripoti kumbe Yuda alikuwa ni mwizi. Kwa maana Yuda alikuwa ana tabia ya kufanyaje? Ana tabia ya kuiba, alikuwa ni mwizi by nature. Lakini walipokuwa wakienda mitaani wakihubiri, walikuwa wanafanya ishara na miujiza. Ndiposa Yesu anakazia kwamba msifurahi kwa kuwa pepo wanawatii, lakini furahini kwa kuwa majina yenu yameandikwa mbinguni. Je, wewe mpendwa ambaye unanitazama muda huu, je, jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima? Basi Mungu wa mbinguni atusaidie. Sasa miujiza, ishara, karama hazifanywi kwa sababu ya utakatifu. Narudia, miujiza, ishara, karama hazifanywi kwa sababu ya utakatifu, bali Mungu anaangalia neno lake apate kulitimiza. Sasa hebu tusome kidogo hapa Matendo ya Mitume sura ya 3 na ule mstari wa 11. Ila ni vizuri wewe ukaanzia tu mstari wa kwanza mpaka 10. Naona pale kwamba Petro na Yohana walipokuwa wakienda hekaluni kusali, kuna kisa kimoja alimkuta mtu ambaye alikuwa ni kiwete. Na Biblia inaripoti kwamba yule kiwete alikuwa ni mlemavu tangia akiwa tumboni. Sasa tuanzie mstari wa 11. Biblia inasema, basi alipokuwa akiwashika Petro na Yohana, watu wote wakawakusanyikia mbio katika tao lile lililokuwa likiitwa tao la Suleimani, wakishangaa sana. Hata Petro alipoona haya, akawajibu wale watu, enyi Waisraeli, mbona mnastaajabu haya? Mbona mnatukazia macho sisi kana kwamba tumemfanya huyu aende kwa nguvu zetu au kwa utauwa wetu sisi? Narudia hapo kwamba tumemfanya aende sisi kwa nguvu zetu, b kwa utauwa wetu sisi. Naposema utauwa ni utakatifu. Kwa hiyo kilichomponya huyu sio kwamba walikuwa ni watakatifu sana, hapana. Sasa mstari wa 16 anasema hivi,
na kwa imani katika jina lake limemtia nguvu mtu huyu mnayemuona na kumjua, na imani ile iliyokuwa kwake imempatia huyu uzima huu mkamilifu mbele yenu nyinyi nyote. Maana yake hakufanya ile muujiza eti kama ni kwa sababu walikuwa watakatifu sana. Hapana, mtu anaweza asiwe mtakatifu na akafanya muujiza. Kwa hiyo Mungu anachoangalia huwa analithibitisha neno lake. Sasa anakuthibitishia, ndio maana katika Mathayo sura ya 7 na ule mstari wa 21 Bwana Yesu alitupa tahadhari akasema hivi, Mathayo 7:21, si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Umeona 22:23, ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua nyinyi kamwe, ondokeni kwangu nyinyi mtendao maovu. Sasa Yesu anatuweka clear kwamba watu watamwambia siku ile, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, kwa jina lako hatukutoa pepo, kwa jina lako tulifanya miujiza. Ila Yesu ataambia, ondokeni, sikuwajua nyinyi, hamkufanya mapenzi ya Baba yangu. Kwa hiyo maana yake mtu ninachokilenga ni kwamba kufanya miujiza na ishara sio kwa sababu ni mtakatifu, hapana. Ila Mungu anachofanya anakuwa analithibitisha lile neno lake. Sasa mtumishi wa Mungu Paulo akasema isiwe napiga vita mbio, anasema alikuwa anahofia kwamba asiwe anafanya kazi ya Mungu, lakini mwishowe akawa ni mtu wa kukataliwa. Kwa hiyo ndugu yangu, kama ni mchungaji, ni mwalimu, ni mwinjilisti, ni nabii au ni mtume, kama Mungu amekujalia, amekupa hiyo zawadi, kipawa fulani, na ukifundisha watu wanaelewa, ukiombea watu wanapona, unachunga kundi vizuri, lakini make sure jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima. Basi leo nataka tutafakari kidogo, naamini somo hili litakusaidia kwa namna moja au nyingine, lakini pia unaweza ukashare kwa watu mbalimbali. Nadhani Mungu itakuwa ana watu wake ambao amewakusudia. Kwa kama ukishare basi itakuwa vizuri, na Mungu wa mbinguni akubariki.